mkurugenzi wa taasisi sio ya kiserikali inayojulikana kwa jina la Koskia Foundation. Taasisi hii inahusika na kusaidia watoto waishio kwenye mazingira magumu. Pokea na kupata taarifa za kwako kupitia mdau wetu wa taasisi hiyo, Bwana Mwalimu Chitela. Kwa na sisi tukaona ngoja tuje siku hii leo ya kukabidhi vifaa. Cha kwanza tunataka tutamani kusikia tatizo hili lilikuwaje mpaka unafikia hatua mwalimu analigundua na kuweza kutufikishia sisi kwamba ni sehemu ya changamoto. Sawa, tupate kwanza picha halisi ya changamoto yako ilikuwaje. Karibu. Mimi nilishinda kuwapeleka kwa pamoja kwa maana baba yao hayuko. Baba yao yuko wapi? Yuko kwao. Amekukimbia? Yeye aliondoka kama ameenda kutafuta, akasema aende kutafuta Kiliani kilimo ufuta. Ndio. Alipofika kule kalima hajapata. Akafika pale kwa mtu akapata hela, ndio wazazi nao akamwambia kwamba ndio tukalimie kwanza. Akaniambia mimi naenda kwa wazazi wangu kuwasalimia. Alipofika kule wazazi anaposema yeye wakamshauri wazazi alime kwanza. Akivuna ndio akakuja. Hayo ndio yuko huko. Una miaka mingapi toka ondoka? Aliondoka mwaka jana. Mwaka jana. Na sasa hivi una watoto wangapi ambao unasomesha? 5. Na watoto 5. Wa shule ya msingi wangapi? 3. Wa shule ya msingi 3. Na wa sekondari 2. Kwa hiyo wawili wote wameenda sekondari mwaka huu. Kwenye hao wawili wote wana mahitaji yao yameshapatikana mpaka sasa. Huyu mmoja ndio amemsaidia nyinyi. Huyu mwingine alishapambana mwenyewe. Amepatikana. Kwa hiyo huyu mwingine alisharipoti shule au alikuwa naye bado? Kasharipoti. Huyu mwingine kasharipoti. Huyu mwingine ndo bado hajaripoti. Hawa shule msingi wao wameshaanza shule vizuri. Mmoja ameingia la 7. Mmoja la 7. Mwingine la 4. Mwingine alikuwa aende la 2 na kila mwalimu kamrudisha la kwanza. Asante. Nashukuru basi kwa kupata picha ya changamoto yako. Asante mpenzi mtazamaji. Hii tupo takriban kilomita 78 kutoka makao makuu ya wilaya ya Kilombero ambayo ni mji wa Ifakara. Hapa tupo kwenye kijiji kinachoitwa Chiwachiwa kilichopo kata ya Mbingu. Haya ambazo zina changamoto kama mama ulivyomsikia hapo awali. Kulingana na changamoto za aina mbalimbali zimepelekea baadhi kushindwa kutekeleza majukumu ya kama wazazi ya kuwawezesha kupata mahitaji wanafunzi ambao especially wanaingia kidato cha kwanza mwaka huu. Na leo tunapozungumza ni siku ya tarehe 25 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 na shule zimeshafunguliwa toka tarehe 13. Lakini baadhi ya watoto bado hawajaripoti shuleni kulingana na changamoto za aina mbalimbali. Sisi kama taasisi tulipokea taarifa ya mtoto huyo ambaye ilikuwa ni changamoto kupatikana kwa baadhi ya mahitaji ambayo kimsingi tulipokea taarifa hizi kutoka kwa wadau wetu wa aina mbalimbali. Kwa kushirikiana na wadau hao tumejaribu kuweza kufanya fundraising na kuweza kupata baadhi ya vifaa, na leo hii tumekuja hapa kwa ajili ya kukabidhi vifaa hivyo kama taasisi. Kwa maana ilishindikana kabisa mimi kwenda shule, ilibidi tu nibaki mtaani. Lakini ninawashukuru mlivyosikia mkusita kunisaidia. Ninawashukuru sana, sasa nitasoma kwa bidii, nitajitahidi darasani. Ninashukuru kwa hiyo kwa kunisaidia, Mungu awabariki. Kama nilivyotangulia mwanzo, mahitaji ambayo mama huyu ambaye aliniambia ambacho ilikuwa kitu ambacho nimepelea. Alinitajia mabegi, alinitajia kwanja, elimu, mashati, viatu pamoja na hela 66 ambayo ilikuwa ni ya chakula na mchele na mahindi. Lakini vyote hivyo wadau ambao niliwaomba walinikamilishia
maana gharama zote ambayo ilikuwa zitolewe 166, lakini kwa wadau mbalimbali ambao nilikuwa nawagusa, ndio maana kuna kiasi cha hela ambacho kiliongezeka, ambacho naona nimemkabidhi huyu mama. Kwa hiyo chote ambacho nilichokipokea nimemkabidhi. Kwa hiyo mimi niwashukuru wote ambao wametoa kwa moyo wao. Kwa Mungu aendelee kuwaongezea kile ambacho walichokipunguza.